Unaondoka bwana, sio lawama lawama tena. Kama kuna tatizo lolote bora uniambie. Sio naondoka tena simu zinaanza. Wewe bwana wewe. Shachoka kwa kaa nyumbani. Mume wangu. Vipi kuhusu ile swala la mwanao kutembea na mtoto wa mzee Mpoka? Mke wangu leo umenikumbusha jambo zuri sana. Bwana, lile swala limekuwa gumu, limekuwa zito. Mpaka najiuliza, hivi huyu bwana Mpoka, swala hili ni hili au kuna mengine? Yaani nashindwa hata kuelewa. Kila siku ananichimbia mikwala, ananitambia bwana wewe mimi nitakufanya hivi, nitakutoa nshipa ama si kitu gani? Nasema huyu bwana, jambo hili lile au kuna mengine? Sasa sielewi cha kufanya mke wangu, labda unipe ushauri wewe, nifanye vipi? Yaani hapo mume wangu, mimi cha kukushauri, kaa vizuri na mzee mwenzio, muongee muyamalize. Sababu hili jambo ni kubwa hili. Kweli hili jambo ni kubwa. Hili jambo ni kubwa sana mke wangu. Lakini sasa yule mzee ni makonde. Kila nikijaribu kuongea naye hili swala, bwana hili swala tulimalize kikubwa, kwa sababu watoto ndio washakosea. Mtoto akikosea huwezi kukana mkono kumtupa. Tulimalize hili swala ndugu yangu, litatufikisha pabaya, lakini yeye ndo kasimamia msimamo wake. Wallahi akubali. Hapo hebu jaribu kulisolve kwanza mume wangu hilo. Leo ni kubwa ujue. Umesema namna gani hapo? Kulisolve. Solve. Sija kuelewa. Hujaelewa? Yaani inamaanisha kulimaliza hilo jambo. Kulimaliza. Mimi mwenyewe natamani sana ili swala liishe. Na kila siku ndo maombi yangu nasema ili jambo liishe. Mimi na mzee mwenzangu ule tumetoka mbali, ili swala liishe, lisitokee tena maugomvi kwa sababu ya jambo dogo kama hili, lakini yule bwana anielewi. Kila ninapojaribu kumwambia anielewi, yani naona huyu bwana namna gani huyu? Anielewi kabisa. Anasema bwana tatizo nini? Kwa yani aelewi kabisa. Sasa sijui hata nifanyaje mke wangu. Lakini kuna siri swala ambalo yeye anaongelea ili anasema sijui atanifanya nini bwana, sikubali. Lazima na mimi nijaribu kwenda huku na huku ili niweze kupambana naye, kwa sababu mtu anayekutishia moto dawa yake nayo umwashie moto. Yani mimi kuna kitu nataka nijaribu, yani kama hiki kitu nikikifanya hiki yule nitamweza tu, ingawa najua siyajui haya mambo, lakini yule anachokitafuta atakipata. Mume wangu, ushirikina tena jamani. Hapo kwenye ushirikina umefikaje tena mume wangu? Ila mambo ya ushirikina sio mazuri mume wangu. Ungeachana nayo. Sasa yeye ndo ananitishia hayo mambo. Yeye nikikaa naye tu nitakutoa nshipa, nitakutoa sijui vitu gani, utajijua wewe. Kama wewe unajua huku, mimi najua huku. Sasa unakuta huyu ana akili gani? Iko ndo kinachonichanganya mke wangu. Basi mimi sawa. Mimi nimekuelewa. Sawa Mimi nimekuelewa, nitalifanyia kazi. Basi sawa, jitahidi ulifanyie kazi hilo. Basi sawa, hamna shida. Wewe nenda kapumzike, mimi naenda zangu huko kwa wazee wazangu huko. Kuna mzee mmoja anaitwa Kundwendwa. Ananifunga kila siku. Anakufunga tena? Kwenye bao, ikienda tu nakula magoli na ila leo kazi anayo. Ndio kumfunga wewe. Kama hapo sema mzee Mpoka, wewe ukijua huku na mimi najua huko. Sawa bwana, lakini usichelewe kurudi jioni. Si unaona usiku unaingia mume wangu. Usijali bwana, mimi narudi mapema, acha wivu wako. Hiki chuma chako tu, hamna mwingine ataikigusa. Na usichelewe huko. Na kulindia. Sawa mke wangu? Sawa baby.